Ili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni. Sikizeni watu wa Kakamega. Leo mimi nimefika hapa Mumias kwa sababu nilisema wakati wa uchaguzi, mimi nilisema nitanyorosha mambo ya ukulima wa miwa hapa Mumias. Ni kweli ama si kweli? Na ndio leo mimi nilisema wakati huo tutafanya mambo karibu manne ya muhimu. Number 1, ile madeni ambayo ilikuwa imeumiza biashara na kilimo ya miwa ilikuwa ni madeni ya shilingi bilioni 117 ambayo ilirundikana tangu independence 60 years. Madeni ya maziwa ilikatolewa, ya kahawa ikatolewa, ya chai ikatolewa, lakini hii ya miwa ikakwama. Na niliwaambia hii kitu nitaifanyia ile kitu, si ndio? Sasa munajua bunge la Kenya, baraza la mawaziri ya Kenya, tumefutilia mbali madeni yote ya makampuni ya miwa katika taifa letu la Kenya. That was a commitment I made to the sugar farmers in Kenya, and I have kept that promise. Number 2, nilisema ya kwamba hatuwezi kukubali ati kampuni za miwa zibinafsishwe ati ziwe mali ya private people. Mimi nikasema hiyo haiwezekani. Nikasema ile kitu tutafanya, hiyo kampuni za miwa lazima zitaendelea kuwa mali ya watu wa Bungoma na Kakamega na kule mahali zimewekwa. Kampuni hii yenu ya Mumias, mnanielewa wangwana wa Kakamega? Kampuni ya Mumias lazima itaendelea kuwa mali ya watu wa Kakamega. Ile kitu tutafanya ni kufanya commercialization na kuweka strategic management, ndio tuondoe ufisadi, tuondoe ukora, ndio tuhakikishe ya kwamba yule ambaye anasimamia Mumias afanye mambo matatu ya muhimu. Number 1, ahakikishe ya kwamba analipa mkulima, alipe mfanyikazi wa Mumias, na number 3, alipe bonus kwa wakulima wa Mumias. Mimi niwaulize watu wa hapa Kakamega, kama bonus inalipwa kwa chai, inalipwa kwa mambo ya kahawa, mbona bonus isilipwe kwa mambo ya sukari? Sasa ndio mimi nimekuja hapa leo. Nyinyi mnajua we have a new management in Mumias, si ni kweli? Na hiyo management iko pale ambayo tumefanya leasing program. Wanalipa wakulima every week. Wakulima analipwa pesa yake. Wanalipa wafanyikazi every month. Na leo mimi nimekuja hapa kuhakikisha ya kwamba wanalipa wakulima bonus yao every year. Na hiyo ndio nimekuja hapa leo, na tumemaliza hiyo kazi. Leo hapa Mumias tumelipa bonus wakulima wale wa miwa shilingi milioni 150. Kila mtu ameenda nyumbani na pesa yake. Nyinyi mnanielewa? For the first time in the history of Kenya, hakuna siku ati mkulima wa miwa amelipwa bonus. Hii sasa tumelipa leo, na mimi nataka niwaambie nyinyi ambao ni wakulima wa miwa, next year tutalipa bonus kubwa kuliko ya last year, this year, tukisonga mbele. Kwa sababu bei inazidi na kupanda, wakati bei inapanda basi bonus inapanda. Tumeshakubaliana jameni? Tuko pamoja? Na nilisema wale watu walikuwa wanatusumbua makatel wa kulete miwa ama sukari kutoka nje, sasa chuma chao kimotoni, hakuna tena sukari itatoka nje, wakulima wetu watazalisha sukari hapa Kenya. Saa hizi, kufikia saa hizi, we are importing the least. In fact, this year tumezalisha miwa ya kutosha, na tuko na kampuni zingine 3 ambazo tumeanzisha kule Transmara, kule Angata, tuhakikishe ya kwamba hakuna tena pesa ya Kenya
itatumika kuagiza mambo ya sukari kutoka nje. Tutanunua sukari kutoka wakulima wa Kenya, tuweke pesa katika mikono ya wakulima ama mifuko ya wakulima wa taifa letu la Kenya. Kakamega, tumekubaliana? Munasema hiyo kazi tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Tusukumamie namna hiyo? Mimi nataka niwatangazie. Sasa nimemaliza maneno ya Mumias. Last week on Thursday, muliona nilicancel ile maneno ambayo ilikuwa mbeleni ya kule Nzoia, ile ilikuwa ya Miwani, na nimesema we are advertising afresh. Ndio tuhakikishe ya kwamba hata kampuni ya Nzoia pia ilipe wakulima on time, ilipe wafanyikazi on time, na ilipe bonus vile tumelipa bonus leo hapa Mumias. Nyinyi mnanielewa jameni? Na mimi nataka niwahakikishie hiyo maneno nitanyorosha. Hawa watu hawawezi kukwepa. Si mimi ndio in charge. Hawa watu hawawezi kukwepa. Si nilisimama hapa kwenu miezi 3 iliyopita ama mwaka moja? Si niliwaambia hawa watu wawache mchezo? Niliwaambia wakiniletea mchezo mambo ni matatu. Ama namna gani? Si sasa mambo imenyoroka? Si wakora wametembea? Si matabeli wamezama? Si ndio hii bonus tumelipa? Maneno ni namna hiyo. Ama namna gani watu wa Mumias? Ama namna gani Kakamega? Vile vile mimi vile vile nimekuja hapa kwa sababu ya kazi zingine. Nimekuja hapa maneno ya maendeleo ya Kakamega na Western Kenya. Na mimi niko hapa, siondoki. Mimi niko hapa mpaka Saturday, niko area hii. Kwani iko makosa nikiendesha Kenya kutoka hapa? Kwani lazima iendeshe kutoka Nairobi? Mimi niko area hapa. Lakini hata nyinyi mnipange, msiniwache tu nimekaa hivi hivi. Ala. Mutanipangeko? Mutanipangeko? Mimi nilikuwa hapa juzi, nikasema maneno ya stadium, si ndio? Yule mtu wa kandarasi wa stadium nimempatia masaa, nimemwambia either afanye hiyo kazi ama aende achome makaa, si ndio? Hakuna haja ya kupembelezana na mtu, tumelipa pesa ya serikali. Tumeelewana? Na nimekubaliana na Fernandez ya kwamba yeye atatoa pesa kidogo, mimi nitamtolea ile mingi. Nimalize hiyo stadium, wakati AFCON tukuje tutafute namna ya kuingiza hapa ndani. Namna hiyo Kakamega, ama namna hiyo. Vile vile kesho mimi niko hapa Kakamega. Kwanza tunafanya baraza la mawaziri hapa. Nikimaliza saa 8 naenda kuanzisha ile mpango ya kuunganisha wananchi kwa stima manyumbani kwao. Hii Kakamega, hapa Kakamega tumewapatia 2.6 billion. Tunataka kuunganisha wananchi 33,000 wapya katika huduma ya stima. Na hiyo kazi mimi naenda kuanzisha kesho, ndio isonge mbele, tuhakikisha kwamba stima imefika manyumbani kwenu. Waulile, tunaelewana? Poli pamoja Kakamega, tunaelewana? Vile vile mimi nimekuja hapa kwa sababu niliwaambia munipatie nafasi kidogo ninyoroshe maneno ya uchumi. Hii uchumi ilikuwa imeenda segemnege, lakini sasa nimeidhibiti, na sasa tutaanza kupata pesa ya kuendesha ile miradi ingine. Miradi iliyokwama ni miradi ya barabara, si mnajua hivyo? Leo nimetoka ile barabara ya kutoka Musanda kwenda Mumias, ilikuwa imekwama. Sasa nimekuja na contractor, huyo jamaa nimempatia 4 months amalizane na hiyo barabara. Barabara ingine ni hii ya kutoka Lunza hapa, hiyo inaenda Shika alafu inaenda mpaka Ikolomani. Hiyo barabara pia nimeipangia, nimepata pesa yake. Barabara ingine ni hii ya kutoka hapa airport kwenda Shinyalu alafu iende Chepsonoi. Hiyo barabara pia nimepata pesa yake, nitatangaza kandarasi nikuje nijenge 3 months na kuja kuanzisha hiyo barabara. Nyinyi mnanisikia?
Watu ya Kakamega mnasikia? Alafu ile ya kutoka hapo kwenda Musikoma kutafuta kwenda Navakholo mpaka huko nimewapatia milioni 300 sasa. Hiyo barabara tuikamilishe. Nyinyi mnanielewa? Si niliwaambia kala. Wacha kusukuma maneno. Ama namna gani? Hii maneno iko na fundi yake, mimi nitanyorosha. Tuko pamoja jameni? Tunaelewana? Vile vile mimi nataka muelewe hivi, nyinyi watu wa Kakamega. Sasa mimi nilisimama hapa nikasema tutakuwa na bima mpya, tutakuwa na mfumo mpya wa afya ambayo sio lazima wewe ukuwe na kazi, sio lazima uwe na uwezo. Lazima kila mmoja wetu akienda hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa, kwa sababu ni haki ya kila Mkenya tuwe na bima ya afya. Tuko pamoja? Sasa wewe mtu ya Kakamega, mimi nakuuliza. Sasa tuko na mfumo mpya, kazi yako ni kujisajili. Mmejisajili? Hebu nione wale watu wamejiandikisha nione. Kumbe mko rada nyinyi. Yaani mko rada kiasi hiyo. Sasa mimi nataka niwaulize. Ile matatizo kidogo ambayo bado iko hapo katikati nitanyorosha. Hii SHA lazima ifikishe matibabu kwa kila nyumba, kwa kila mwananchi, na sitaki tena mtu auze mali yake ama auze gari yake ama auze ng'ombe yake ati anaenda kulipa bili ya hospitali. Tumeelewana jameni? Tuko pamoja? Vile vile ile kazi ingine ni ya kujenga. Hawa vijana tunataka tuwapangie ajira. Vijana wa Kakamega mko? Kakamega mcho? Hapa tumeanza na nyumba 200. Lakini sasa tumetangaza nyumba 1000. Na hiyo nyumba 1000 tunahitaji vijana 3000 wa kufanya hiyo kazi. Nyinyi vijana wa Kakamega mko tayari ama mko tayari? Hapo tunahitaji architect mwenye atachora. Tunahitaji engineer. Tunahitaji quantity surveyor. Tunahitaji yule mwingine plumber, ule technician, ule mtu ya electrician, huyo mwingine wa kufanya kazi yote. Na sisi wote tunataka tujipange hawa vijana wapate ajira. Tunaelewana Kakamega? Vijana mko tayari kwa hiyo kibarua? Mko tayari kwa hiyo kazi? So tunataka tushirikiane. Mwisho mimi nataka niwaambie hapa Kakamega tunajenga soko mpya 15 ya Kakamega hii. Kwa hivyo mjipange ndio tuhakikisha kwamba mambo ya kilimo inasonga mbele. Tuko pamoja Kakamega? Sasa nyinyi wacha mimi niwaulize. Si mnaona tumesema sasa tuunganishe Kenya? Serikali ya Kenya iunganishe Wakenya wote. Si nimeweka serikali ya broad based ya kuunganisha sisi wote. Mheshimiwa Raila Odinga ambaye sasa ni kiongozi wetu, tunataka aende asimamie mambo ya AU. Na sisi wengine hapa tuungane, tuache ukabila, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko, tuungane, tusukume Kenya iweze kusonga mbele. Watu wa Kakamega mnasema tuungane ama tutengane? Tuungane. Wale wanasema tuungane, sisi watu wote wa broad based nione kwa mkono. Tuko pamoja, si ndio? Si gavana wenu wa zamani Mheshimiwa Wycliffe Ambassa Oparanya, si sasa yeye ndio huyu ni waziri wetu? Mnasema tushirikiane ama msema tufanye namna gani? Huyu Oparanya atusalimie. Mheshimiwa Oparanya, salimia Kakamega. Mlembe Gandhi, Mlembe cha Rais Ruto, nione mbele wale salamu. Kwanza nataka nimshukuru sana watu wa Kakamega nyinyi kukaribisha rais wetu William Ruto. Vile mnajua Mheshimiwa William Ruto amenipa kazi. Si amenipa kazi? Na hiyo